Watu wengi sana wana vision board nzuri sana na wanajua sana jinsi ya kutengeneza vision board. Wana picha nzuri za magari kwenye vision board zao, picha za pesa, picha za safari, wanataka kwenda safari fulani, picha za film fulani. Labda kwenye vision board yangu nimeweka film ya furaha, nataka mwaka 2026 nijihisi mtu mwenye furaha sana. Lakini ukiangalia kwa makini, maisha yao hayafanani na vision board yao ambayo wamejiwekea. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wengi wamefundishwa kutengeneza vision board zao kwenye mfumo tu wa picha, wakaishia hapo. Hawajafundishwa namna nzuri ya kutoa zile picha kwenye mfumo wa picha kuweka kwenye maisha halisi, na hii ndo siri ambayo watu wengi hawaijui. Siri hiyo inaitwa anti-vision board. Badala ya kuweka picha za magari, picha za nyumba na picha za vitu ambavyo unataka kuvifikia, kwenye anti-vision board tunaweka maneno, tunaweka na emotions, tunaweka vitu, picha ya vitu ambavyo hatutaki kuvifikia au hatutaki kuvifanya. Anti-vision board itakusaidia wewe mwenyewe kujijua vitu ambavyo huvitaki na vitu ambavyo hutaki kuvifikia. Itakusaidia kuweka moyo wako wazi wa nini ambacho ukitaki. Kwa nini utaweka vitu ambavyo huvitaki? Ili kuonyesha na kupinga mambo tusiyoyapenda, kama vile tabia mbaya ambazo hatuzipendi na maisha mabaya ambayo hatuyapendi, vitu vibaya ambavyo hatuvipendi na hatutaki kuvifikia. Na hii ndio njia pekee ya kuepuka na kuyakwepa mambo ambayo huyataki na huyapendi kuyafikia. Twende moja kwa moja kwenye jinsi ya kutengeneza anti-vision board yako. Njia ni zile zile ambazo tulizokuwa tunazitumia kwenye vision board. Hazitofautiani sana wala hazijapishana sana. Unaweza ukazitumia njia zile zile za kutengeneza vision board, kutengeneza anti-vision board. Kama haujui jinsi ya kutengeneza vision board, linki utaikuta kwenye description au nitaweka somewhere here ili uweze kujua namna ya kutengeneza vision board na kuweza kutimiza malengo yako. Hatua ya kwanza, tafuta nafasi ya peke yako. Lengo ni ya mtu mmoja mmoja. Unapoandika malengo kwenye kundi, hauwezi jua the area au the people ambao unakuwa surrounded nao wanakuwa na energy gani. Tafuta muda wa kwako peke yako kuweza kuandika malengo yako na kuweza kupanga vision board au anti-vision board yako peke yako. Kumbuka kwamba vision board na anti-vision board zote tunaenda nazo mwaka mzima. Yaani inabeba energy yako ambayo ina absorb energy yako ambayo uliiweka siku ya kutengeneza. Na watu wengi sana anti-vision board zao na vision board zao hazitimii kwa sababu energy ambayo wameiweka au energy ambayo vision board imeabsorb inakuwa haifanani na matendo ambayo wanayafanya. Let's say labda kutengeneza vision board au anti-vision board kwenye group la watu, kwenye labda sehemu ambayo haina energy, haina positivity, au watu ambao wamekuzunguka hawana positivity, au watu ambao wamekuzunguka hawana energy ambayo wewe unayo. Umetengeneza, umejikusanya, mmetengeneza energy ambayo unaitengenezea vision board, inatakiwa iende na wewe mwaka mzima. Kwa hiyo kama ulitengeneza kwenye group la watu na haujajua kama hao watu wana negativity, itakusababisha vision board yako au anti vision board yako nayo iweze kwenda na negativity throughout the year. Okay, malengo ni personal, ni kitu personal, sio kitu cha jamii. Kama mnatengeneza vision board au anti vision board za jamii, tengenezeni za jamii. Usikusanye vigroup, usikae kwenye vigroup kutengeneza vision board na kutengeneza anti vision board. Kaa mwenyewe. Malengo ni very personal, malengo ni ya kwako mwenyewe. Kwa nini sasa ukatengenezea kwenye kigroup? Hapana. So tenga muda, kaa mwenyewe, angalia mimi nataka nini, anza kujiclarify. Mimi nataka nini, mimi sipendi nini, mimi napenda nini. Chukua daftari, chukua juno yako, chukua na kalamu, anza kuandika vile vitu ambavyo unavitaka na vile vitu ambavyo vitaki. Let's say kwenye peji ya kwanza, labda hapa kwenye peji hii naandika vitu ambavyo navitaka, kwenye peji hii naandika vitu ambavyo sivitaki. Unaandika kinyume, huku unaandika vitu ambavyo unavitaka, huku unaandika opposite ya vitu ambavyo huvitaki. Tafuta picha au maneno mafupi mafupi ambayo yanawakilisha ile picha ambayo umeibeba ndani. Hapa tunaweza tukatumia vitu viwili. Application ya kwanza ni application ya picha, tunaita Pinterest.
Kwa hiyo utaenda kwenye Pinterest yako, utafungua Pinterest, utaona picha nyingi za vitu. Kwa hiyo utatafuta kitu ambacho unakitaka au hisia ambayo unaitaka au mazingira ambayo unayataka kulingana na vitu ambavyo umeviandika kwenye daftari lako au umeviandika kwenye journal au diary yako. Utachagua, download, picha zitasave kwenye gallery. Kwa hiyo utachagua, download. Pia utatafuta maneno mafupi yanayoendana na vile vitu ambavyo umeviandika hapo hapo kwenye Pinterest kwa mfumo wa picha. Pia unaweza usitafute maneno ukaandika mwenyewe kwenye vision board yako pale juu. Tumia picha sana, kwa sababu picha huwa ina stick kwenye ubongo wa mwanadamu muda mrefu, na itakusababisha kujiona kwamba mimi hiki kitu sikitaki kwenye maisha yangu, nataka ku cut off kwenye maisha yangu, sikipendi kwenye maisha yangu, na nataka niishi hivi, sio hivi. Kitu cha mwisho kwenye jinsi ya kutengeneza anti-vision board, unapochagua zile picha au maneno au unapoandika, hakikisha haujilimit kwenye kuandika. Mfano unataka kuacha tabia fulani, hakikisha haujilimit. Jua kwamba wewe ndio boss wa maisha yako, wewe ndio controller wa maisha yako. Kwa hiyo unapochagua usiogopi na usijiwekee mipaka. Usiogope utatimizaje, haikuhusu. Utatimizaje, wewe weka tu. Yaani uwe na ile burning desire kwamba ninaweka lakini sijui nitatimizaje au sijui jinsi ambavyo nitaweza kufikia, lakini weka. Vision board ni njia nzuri sana ya kutambua vitu ambavyo unavitaka na kutambua vitu ambavyo huvitaki. Anti-vision board iko tofauti na vision board ya kawaida, lakini inakusaidia wewe kupata nguvu na kupata motivation ya kufanya maamuzi ambayo ni bora, kwa sababu si unakuwa umeshajua mimi sitaki mambo 1 2 3. Kusaidia wewe kufanya mambo ambayo huyataki, itakuzuia kufanya mambo ambayo huyataki. Usisahau kuacha comment na kuniambia, je, umeshawahi kutumia anti-vision board na experience yako ni ipi? Na je, unahisi ni njia nzuri ya kurekebisha maisha yako na kufanya malengo yako yaweze kutimia? Kama umependa video hii, tafadhali subscribe, like and share ili uweze kupata video nyingine nzuri kama hizi.